Ndugu yangu Mzanaki, na mbele ndugu yangu, ikitokea siku umewalika wageni ambao mnaheshimiana nao, yani ni watu ambao mmeshibana nao kweli kweli, lako lao, lao lako, mshikamana fresh kabisa, mnaaminiana, mkuja hapo mtaani, mkeo Teresa bahati mbaya kazidisha chumvi nyingi kwenye chakula mzee baba. Yaani chumvi nyingi, kila anayepeleka chakula mdomoni anakunja sura. Wageni hao, angalia kuna leo mambo hapa. Noma. Wewe kama mume wake utafanyaje kuficha madhaifu ya mkeo? Usicheke, Zanaki. Najua kabisa huo ndo kawaida. Najua kabisa ndo kawaida kutia chumvi nyingi kwenye chakula. Sasa siku hiyo wageni, wewe utafanyaje kuficha madhaifu yake? Hata mkeo yuko hivyo. Mimi nimekupa swali. Basi sikiliza. Mimi cha kufanya ili kumtetea mke wangu asiharibike mbele za watu. Nitachukua msaada wake, nitamwambia mke wangu niongeze chumvi nyingine kwa sababu humu hamna chumvi. Nitatia chumvi nyingine. Nitakapotia chumvi nyingine, bali nitakuwa napiga msosi na kumwambia mama mtu leo umepika vyema kabisa. Hivi ndio vyakula ukinipikia mimi na nenepa mama. Wageni wako wakisikia vile wanasema huyu mshikaji kumbe anapenda chumvi. Mwanamke hajakosea. Ni madhaifu ya huyu jamaa ndo anapenda chumvi. Sasa wewe unacheka unadhani ungefanyaje kumtetea mkeo? Nacheka hizo kwamba nacheka mazuri. Ndio hivyo. Hapo ni kweli. Lakini hata kama unaagiza nyingine basi jaribu kuweka pembeni, tumie tu kwa pembeni. Usitie kule unazidi kuharibu. Weka pembeni, endelea kuitumia hilo akienda kule. Mimi jamani napenda chumvi hili. Ndio kwani kazidisha chumvi bado nimeagiza chumvi nyingine. Yaani pale kuficha udhaifu mimi natia moja kwa moja moja. Hivi nikiwa nasikia mambo umetisha sana leo. Umetisha sana. Wewe unaangulia kimoyo moyo. Lazima